Yesu asifiwe sana. Ninashukuru Mungu sana kwa ajili ya neema na rehema nyingi ambazo anaachilia juu ya maisha yetu. Lakini nataka kuja na neno hili juu yako, mtu wa Tanzania, mtu wa duniani, mtu mwenye cheo chochote, mtu uliye na nafasi yoyote. Nafasi ulionayo itumie kutetea watu, itumie kutenda vizuri. Leo uko kwenye nafasi, kesho uko kwenye nafasi hiyo. Na uweze tukujua kwa wanadamu katika dunia hii tunapita. Tunapita katika dunia hii. Leo uko salama, leo ni mzima, leo na mali. Kesho hiyo mali hautakuja kuwa nayo, hautakuwa nayo. Kwa hiyo tumia nafasi ulionayo ya kuishi duniani hapa kutenda vizuri. Tumia nafasi ya kuishi vizuri, kwa sababu Tanzania ama dunia imefika mahali mwanadamu akiwa na mali, akiwa na cheo, anaamua anachotaka. Kuna taarifa fulani ya binti mmoja, ni askari wa jeshi la kujenga taifa JKT. Baada ya kumsikiliza kwa sehemu, nimejisikia moyo kunyuma sana. Nimejisikia moyo kunyuma sana, kwa sababu amepewa misheni, amepewa agizo na mtu sijajua, anajiona ni mwenye cheo, sijui ni mwenye fedha. Mtu mmoja anaitwa Musa Mbuga. Anaitwa Musa Mbuga. Alimpa mission ya kumpigia huyu binti. Huyu binti ni askari wa jeshi la kujenga taifa. Anaitwa Upendo Paulo. Amepigiwa simu na huyu ndugu, huyu mtu, huyu ni muuaji. Anajiita Musa Mbuga. Sijui jina anavyojiita huyo mtu, anavyoitwa. Anampigia simu kumpa kazi. Yaani watu wenye cheo, watu wenye fedha wanatumia fedha zao vibaya sana, wanatumia vyeo vyao vibaya sana. Lakini mwanadamu uliye chini ya jua, tumia nafasi yako vizuri, tumia fedha zako vizuri, tumia uhai wako vizuri, kuishi kwenye jamii bila kumuumiza mtu. Unachotaka kukifanya mwanadamu utakivuna. Amepigia simu huyu binti, anamwambia, "Wewe binti, ni kama sitakosea unaitwa Upendo Paulo." Anamwambia, "Ndio, mimi naitwa Upendo Paulo." Anasema, "Wewe ni askari wa jeshi la JKT." Amesema, "Ndio." "Una uzoefu gani katika ile jeshi, umekaa miaka mingapi?" Ile binti anamwambia, "Nimekaa miaka miwili." Kasema, "Unajua kutumia silaha?" Kumbe tukiangalia kwa sehemu, hawa watu watekaji, wauaji, kwa sehemu kubwa wanaotumiwa ni polisi, wanaotumiwa ni watu wa usalama wa taifa, wanaotumiwa ni watu wenye maaskari, wanatumiwa sana kupoteza watu. Mimi niwaambie maaskari, nikwambie mtu uliye kwenye cheo cha kiaskari, uliye askari, mwanajeshi, askari JKT, askari polisi, wewe ni mwanadamu kama mwanadamu mwingine. Tumia nafasi, na wakati wazazi wako wanakusomesha, hawakukusomesha ili uje siku uje kuanza kuua watu kwa sababu ya nafasi ulionayo. Kweli askari ni kama ni watu fulani ambao wakikamatishiwa jambo lazima wakalifanya na kulitekeleza, lakini uwe na mazingira ya kukataa. Maana utakaye kuja kuadhibiwa ni wewe, utakaye kuja kuingia kwenye mazingira hatari ni wewe. Huyu binti kapewa kazi ya kwamba kamuue Luhaga Mpina, mbunge wa Kisesa. Huyu binti alivyoambiwa hivyo, ikabidi amwambie huyu anajiita Musa Mbuga kwamba hapana, wewe kama mtu na fedha, hizo fedha zako zitumie kuwapa watu yatima, wajali watu wajane, wasaidie watu ambao hawajiwezi. Huyu mtu ikaonekana kukata simu. Lakini siku akakaa siku kadhaa, ikabidi aende kituo cha polisi. Kwenda kituo cha polisi akapokelewa pale na askari mmoja anajiita, na huyu askari ni kama mwe kuwepo hata hapa Mbeya. Anaitwa nanilia. Askari fani tumenukuu hapa. Afande Shafi. Afande Shafi ndo aliyepokea maelezo ya kwamba kuna mtu kanipigia simu kwamba anipe kazi ya kumuua Luhaga Mpina kwa fedha yoyote ubinti atakayoitaka. Yaani mtu mwenye cheo, mtu mwenye fedha anatumia fedha zake kutaka kutekeleza vitu vya mauaji, na mtu atakienda kushtaki kwa polisi au kituo cha polisi, uaga ni vigumu sana kusikiliza. Unajua hapa kuna wakati unaanza kushangaa kwamba hawa maaskari, mbona ikitokea mtu kama kuna namna fani, mbona nitukio fani la watu fani wa kawaida wanalishughulikia sana, lakini mbona matukio ya mauaji ya utekaji kama hawa hangaiki nayo?
Kumbe hawa ni miongoni mwa wanaoteka watu na kuua watu. Lakini nataka nikwambie mwanadamu kwamba cheo chochote ulicho nacho, nafasi yoyote ulionayo, mali yoyote ulionayo, kama utaitumia kuwaumiza watu, kuwazuru watu, kuua watu, nakwambia iko hukumu ya Mungu. Iko hukumu ya Mungu. Mimi naamini wazazi wako, maana wewe hujajisomesha, hujapata nafasi ya uaskari, hujapata nafasi ulionayo kwa sababu ulikuwa umeipata tu. Hapo wazazi walitaabika, walikusomesha. Hakutumaini kwamba siku utakuja kuwa mtu wa kuua watu. Wakina Shafii wanapewa taarifa kwamba kuna mtu anataka tumuue mtu. Mnasema tutachunguza. Siku zinapita, anaenda siku nyingine, bado mambo yaeleweke. Ikabidi aende kwa mkuu wa kituo CD, RPC, ICP, Edis Swebe. Nadhani ni makamu mkuu wa kituo. Sio RPC, si nani wa kituo. Kafika pale, anamwambia, si alimpigia simu, anamwambia, bwana, kuna 1 2 3 linaendelea katika nchi hii ama katika maisha yangu. Kuna mtu kanipigia simu, kaniambia nikafanye hiki na hiki, lakini mimi nahisi huyu mtu ni kama ameanza kufanya njama za kunitafuta. Kwa namna moja mengine anaweza kanizuru muda wote. Huyu afande anamwambia, wewe tulia tu, tunaendelea kuchunguza. Hivi hii serikali, hii dunia tunakwenda wapi? Hii dunia tunaenda wapi? Mtu anachukua maamuzi mkononi kwa sababu anazo fedha. Maisha ya binti, dunia itambue, watu wa Mungu tutambue, mtu yoyote katika jamii atambue kwamba watu wanauliwa kwa sababu wapo watu wenye vyeo, wapo watu wenye fedha, wanaamua tu. Binti anaitwa Upendo Paulo, ni askari wa jeshi la JKT. Anasema maisha yangu yako hatarini sana, nina hofu. Ukisikiliza maelezo wakati mwandishi wa habari anamuuliza huyu afande, anamwambia kuna binti mmoja askari amekupigia simu kwamba kuna taarifa ya kwamba alitumwa kuua. Yule binti amegoma. Mnaichukuliaje? Anasema kwamba atulia, asiwe na wasiwasi, tunaendelea kulichunguza. Hivi wewe askari, angekuwa ni mtoto wako ametishiwa hivyo, au mtoto wako ndio kwenye hatari hivyo, ungechukulia mambo kawaida hivyo? Mbona unachukulia mambo kiwepesi tu kwamba asitoke, asiende kwenye vyombo vya habari, chombo hiki? Hapana. Vyombo, teknolojia imekuja ya ili iweze kuwasaidia watu. Watu kipindi cha nyuma walikuwa kiona hata kwa anapiga kelele, walikuwa wakiona kuna shida kwenye nyumba yako umevamiwa, unapiga kelele. Sasa hizi tunatumia vyombo vya habari, mambo ni simu, TV, ili mradi tu uweze kupaza sauti kwamba niko hatarini. Hata kama binti Upendo Paulo atafariki, tutajua kwamba nyie polisi na watu ambao mko kwenye serikali saa hizi mnayafumbia macho sana. Watu wanaumizwa, watu wanatekwa, watu wanauawa, mko kimya, mnatapambana tukubaki kwenye nafasi zenu. Mimi niwaambie kitu kimoja, liko andiko katika Ufunuo 13 mstari wa 10. Anasema mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka. Mtu akiua kwa upanga atauawa kwa upanga. Mtu kama uko kwenye nafasi unajivuna kwa sababu una cheo, una fedha, unachukua mateka watu, unatafuta mbinu ya kutaka kumzuru mtu na kumuua. Wewe jua tu, leo uko salama, kuna siku hautakuwa kwenye nafasi ulionayo, hautakuwa na fedha ulizonazo. Lakini hata ukienda kwa kwenye nafasi na ukiwa na fedha hizo, yuko mhukumu wa haki ambaye atakuja kukuadibisha na kukuadabisha. Huyu Upendo Paulo, binti watu mtamuona kwenye picha pembeni hapo. Mtamuona pembeni yangu hapa. Upendo Paulo yuko hatarini, na Luhaga Mpina, mbunge nadhani wa kisasa, si mbunge wapi, yuko hatarini naye sana. Kwa sababu ya kile ambacho wanadamu wamejizima data. Mwanadamu yoyote unachokifanya jua ni ubatili. Maisha unayoishi jua ni ubatili. Leo ni mjanja, kesho hautakuwa mjanja. Ndio maana maaskari wengi wanakufa kifo cha ovyo kama cha mbwa mwizi, kwa sababu ya tabia yao walionayo. Mtu akishakuwa askari anajiona kama amemaliza kila kitu, lakini hajijui kwamba nini mwanadamu anaishi katika dunia. Ilimpasa atende
mambo ambayo yatakuwa yana haki katika jamii na yatakuwa ni baraka kwa watu. Kwa hiyo mtu yote serikalini, usikiapo sauti hii, usikiapo uonapo clip hii, huyu binti anayeitwa Upendo Paulo, mwanajeshi au askari wa jeshi la JKT, jeshi la kujenga taifa, yuko hatarini kwa ajili ya kutaka kuuliwa hata yeye kwa sababu ya kugoma kwenda kumuua Luhaga Mpina. Kwa hiyo mtu yoyote utakayechukua mateka, utakayeua kwa upanga, utakufa kwa huo. Utakayemwaga damu ya mtu, damu yako itamwagwa na mtu. Hii ni sauti ya mtu anayelia toka kanisani, mahali penye ibada na maombi. Anasema itengeneze njia ya Bwana, yanyoosheni mapito yake. Chochote ambacho mtu nakifanya chini ya jua, kama tu kina mazingira ya madhara kwa mtu, jua yatakurudia. Amen.